Tumerejea kwa wakati huu hapa. Bado tupo ndani ya viwanjani baba vipindi vyote vya michezo hapa nyumbani Tanzania. Mimi ni Saidi Salim Msumi, nipo pamoja na Rashid Don Hamis, the heavyweight pundit, the only one in Africa. Kama nilivyosema hapo awali, tutakopo na mgeni hapa na si mwingine ni Ivo Philip Mapunda. Alikuwepo Tanzania Prisons, ambapo wakati anacheza Tanzania Prisons ilikuwa na magolikipa wengine wawili, Amani Simba pamoja na Dennis Edwin, afu na yeye akawepo. Ilikuwa ni Prisons ya moto zaidi, lakini alitoka hapo akaelekea katika kikosi cha Moro United, ambapo matajiri wa Bongo akiitwa kipindi hicho chini ya Merei Barabu, lakini baadaye akatoka Moro United kuelekea Young Africans, ushindani wa hali ya juu, akaelekea St. George Ethiopia chini ya Milutin Slejovic Militon Micho, na kisha akaenda kusaka marisho sehemu zingine. Amepita Bandari ya Kenya, Gor Mahia Kogalo, amepita Simba Sports Club, amepita African Lyon, amepita pia Bandari Football Club, amecheza pia Azam Football Club akipita hivi kidogo. Sawa, ni Ivo Philip Mapunda, tutakutana naye kwa wakati. Ivo vipi? Ivo anafurahi. Nimemkosha. Umempa wasifu anaostahili. Yaani umetoa wasifu kiasi kwamba inawezekana hata mimi nishasahau. Na mini vita ya Prisons, magolikipa watatu, Dennis Edwin, Amani Simba na wewe ukiwepo. Inawezekana Prisons ya moto ya kina Olaf Mwamrima, wakina Sudi wale, kina Gerard Hill na Hodha, Oswald Morris Ngonyi. Oswald anakuja baadaye. Ukitazama Prisons, unaikumbuka prison ya aina ipi? Ukiwatazama yani hii prison ambayo ilikuwa ni prison ya moto, ya moto sana, kwa sababu timu za Simba na Yanga, timu kubwa zikija pale Mbeya, walikuwa lazima waache point. Ilikuwa lazima, na maandalizi yao walikuwa wanajua kabisa wanaenda kukutana na wanajeshi. Na ilikuwa ni timu ambayo mpaka sasa hivi tuseme toka Prison imeanza, ilikuwa ni kikosi ambacho kilikuwa ni kizuri sana, kwa sababu ni kikosi ambacho tulienda Zanzibar kipindi kile mashindano ya Kombe la Muungano, tukachukua ubingwa. Na ndio kipindi ambacho wale wachezaji wote list tulioitaja tukapandishwa vyeo, tukawa makoplo kutoka tulipotoka mafunzoni. Kwa hiyo actually kilikuwa ni kikosi kizuri sana. Hata ukikutana na wachezaji wa Simba na Yanga wakianza kukusimulia, wasema kulikuwa na Prison bwana, ilikuwa gani hatari sana, akina Olaf Mwamrima, akina Gerard Hill, ilikuwa ni hatari, lazima waache point pale. Kwa hiyo actually ilikuwa kikosi kizuri sana, lakini kwa upande wa magolikipa ilikuwa ni hatari, kwa sababu magolikipa wote watatu tulikuwa ni moto. Lakini mwisho wa siku ilikuwa ni lazima apatikane namba moja. Kwa hiyo alikuwa mtu akiharibu mechi ya kwanza ya pili anabadilika, ya kwanza ya pili anabadilika. Lakini baadaye basi ikawa bahati kwangu kutoka Prison nikaenda Moro United. Ilikuwa ni kizaza kidogo. Nilikuwa na enjoy kwa sababu kidogo wakati hapo bwana, wakati kabla ya kwenda Moro, mimi nilikuwa na enjoy kwa sababu walikuwa wanakuja kambini Mtego wa Simba Morogoro pale kwa chuo kwa Nyoka. Sasa basi wengine kidogo watoto wa line, kwa hiyo sasa wakaenda wanaanza Kingoluila kwa unaanza kuangalia mafaza wanacheza pale, wanacheza. Alafu unajua mnakuwa mnabii proud, yani watoto ambao wamekaa line, tunaita watoto wa line, yani mnabii kishua, mnaona mnabii proud kwamba Prisons ndio timu yenu. Kwa hiyo mkiona ile watu wanakuja wanafanya mazoezi na nini na kadhalika, wasema na sisi tunatamani tucheze hii timu. Kwa hiyo kama ni ndoto ya kipindi hicho, kizaza kikawa ni kutoka Tanzania Prisons kuelekea Moro United. Iliwakuta Harry Morris kwenda Young Africans, ilimkuta Primus Kasonzo kwenda Simba. Na nyinyi wewe pamoja na Shadrack ikawa ni kibembe. Mimi nitaongezea ukishajibu swali hilo, yani askari magereza kuvua gwanda akaenda jela kumfuata tajiri. Yani askari kaenda jela. Hiyo nini kilitokea askari magereza kaenda jela hapo? Actually ilikuwa ni kwanza wala kina kuondoka kina Primsi, kina Harry Morris, nani hii, na alikuwa Samson Mamanda. Haikuwa ni hii sana, haikuwa ngumu sana. Sijajua shida ilikuwa ni nini.
Lakini kwenye wakati tulipokuwa tunaondoka sisi ilikuwa ni shida. Nadhani baada ya kuondoka wale sasa ikaonekana kwamba hebu ngoja wachukue action. Sawa, sasa tulipoondoka sisi actually wanasema kwamba ukiondoka ndani ya mkataba inakuwa ni kosa kisheria. Lazima umalize. Kwa hiyo kunakuwa na mkataba nadhani wa miaka miwili. Kwa hiyo unakuwa una engage kama jeshi la magereza. Kwa hiyo sisi tuliondoka ndani ya mkataba, na ukiondoka ndani ya mkataba manake unavunja sheria. Kwa hiyo unashtakiwa. Sasa sisi tulichokifanya baada ya Moro United kuja na kuweka mzigo mezani. Sawa. Kiasi gani ilikuwa kipindi hicho? Ilikuwa shilingi ngapi? Kipindi hicho ilikuwa milioni 30. Ukipata ilikuwa 30, milioni 30. Ukipata yani milioni 30 ambayo imenyoka yani unachukua kiwanja pale Forest Mbeya yani alafu unapata Forest ya zamani na unajenga. Kwa hiyo ilikuwa ni hela ndefu sana kiasi kwamba kipindi kile kwamba ukiacha unapiga mahesabu ukistaafu jeshi la magereza unapata yani haitofautiani sana na ile, then unaanza kustruggle maisha mengine. Kwa hiyo sasa tulipoondoka ilikuwa ni kwamba tumevunja sheria. Kwa hiyo mnashtakiwa. Kwa hiyo kushtakiwa manake lazima mwende mahakamani, si ndio? Kwa hiyo tulishtakiwa, tulipelekwa mahakamani. Sawa. Lakini kipindi hicho kwa sababu lengo lilikuwa ni kuondoka, basi tukawa tumepata udhamini. Sawa, walitudhamini wale Moro United. Kwa hiyo tukaenda mahakamani pale, tukashtakiwa ilikuwa ni mwaka mmoja au fine shilingi 50,000. 50,000 nadhani, 50,000 au 30. Kwa hiyo ikalipwa ile fine shilingi 50,000, tukakabidhi magwanda. Yes. Umeenda Moro United ambayo ilimchukua mwalimu James Grace Yanga. Mkawapo naye. Ni timu ambayo ilichukua wanyota wengine wakina Pichu Kongo, wakina Patrick Katarai na kwenda kuisuka Moro United. Ikawa ni Moro United yenyewe kabisa. Ubingwa ilikuwaje mkakosa dakika za mwishoni mpaka tajiri akasirika? Kipindi kile bwana, unajua haya mambo yalikuwa ni maneno tu. Yalikuwa ni maneno. Kwa kweli ilikuwa ni timu ambayo mpaka raundi ya kwanza sisi tunaongoza karibia point 15. Si ndio? Nikiwa na maana tuna point 15 alafu anayefuatia yuko chini. Maana hizo mpaka tufikie sisi ni point 15. Maana michezo mitatu. Michezo mitano, yes. Sasa tulipokuwa tunaendelea kucheza, si ndio? Zikatokea zile figisu. Mara wachezaji wakasimamishwa. Nikiwepo mimi, alikuwepo Shedrack, alafu na alikuwepo kuna beki Rulanga, anaitwa Rulanga Mapunda. Na Pichu nadhani. Pichu Kongo tukawa tumesimamishwa. Lakini kisa cha kusimamishwa sisi tulikuwa hatujui ni nini. Hivyo ni kweli mlikuwa mjui? Sio mzigo umechukua kwa Simba ni? Hapana. Si ndio sakata ambayo Simba Sports ionekana mmechukua mzigo, alafu hivyo anatakiwa aende Simba, Shadrack anatakiwa aende Yanga Afrika. Sasa hayo yalikuwa ni maneno. Tulichokuwa tunajua sisi kipindi kile, zile timu unajua Usimba na Uyanga. Sawa, yani kulikuwa na zile elements za Usimba na Uyanga. Utakuta Melei labda yeye ni Simba sana. Utakuta kuna wengine ni Yanga sana. Sawa. Sasa sisi tulichokuwa tunakijua ni kwamba zilitokea hizo figisu ili kuwapa nafasi zile timu zao fanyeni. Kwa sababu actually kama unataka ubingwa, si ndio, na malengo na kuna kitu ambacho mnataka kuachieve, isingekuwa rahisi yani wachezaji sisi wanne, si ndio, ambao ni key players sawa, alafu mnakuja mnawafungia, then wakati huo ligi inaendelea kuchezwa, nyinyi mnaanza mnashuka mpaka mwisho wa siku mnaenda kushika sijui nafasi ya 4 sijui. Unaona? Lakini kiuhalisia hakukuwa na kitu chochote ambacho kilikuwa kimefanyika, sijui kuchukua hela na nini, ilikuwa ni maneno. Lakini sisi tulichojua tu ni kwamba watu na timu zao wanataka kupanda. Hivi kwenye hiyo story kulikuwa kuna story iliendelea kwamba Melei Barabu alipigiwa simu akaambia haiwezekani timu yako ituzuie sisi Simba kuwa mabingwa. Umeona? Alichokifanya akasema basi mimi nitazungumza na waandamizi
waandamizi, mmoja kati ya andamizi wewe ni miongoni mwao. Ilikuwaje? Amna. Ulipata ujumbe kwa Melei au kupata? Hapana. Kwanza Melei kipindi hicho kukutana naye ilikuwa ni agharabu sana. Hata wale waliokuwa wanamzunguka hapana, kwa sababu kitu kimoja ambacho tulikuwa tunakifanya sisi wengine ni kwanza ni kutengeneza status ya kwako. Sawa. Usifanye mambo ya sabotage kwenye football, manake utakuwa unajitengenezea nafasi mbaya sana. Sasa kwenye zile timu, kwa sababu zile timu ubaya na uzuri wake, ukifanya kitu chochote wao wakifika huko baa wanaanza kusimuliana. Bwana juzi nilikuwa na hivyo. Bwana nyewe tumewapiga bao kwa sababu juzi nilikuwa na hivyo. Amevuta mzigo. Kwa hiyo lazima uwe makini sana kufanya hivyo. Hiyo kirusi kinakuwa lakini kitu cha hivyo hakikufanyika sasa nikiwa Moro United. Na nikiri kwamba toka nipo Moro United hakukuwa na kitu chochote kile ambacho kilikuwa kimefanyika in terms of kufanya manuva. Hapana. Baada ya hapo usajili wako ukaelekea Young Africans. Ilikuwaje mpaka unakwenda Young Africans? Nani ambaye alikushawishi kwenda Young Africans? Labda kitu cha kwanza ambacho kilifanya kwenda Yanga ni actually performance. Kitu cha kwanza kwa sababu Moro United nadhani nakumbuka ule mwaka nadhani nilikuwa goalkeeper bora nikiwa Moro United. Nilikuwa goalkeeper bora. Kwa hiyo hicho cha kwanza, lakini cha pili kipindi hicho mfadhili wa Yanga Yusuf Manji. Alikuwa Mzee Kifuku. Yes. Alikuwa ni rais wa Yanga, Francis Kifuku. Toka tuko prison alikuwa anatuhitaji sana. Sasa lakini pale katikati ikawa imetokea Moro, wameweka mzigo mzuri. Kwa hiyo tukawa tumeenda huko. Lakini kikubwa ni performance, lakini pia hata kipindi hicho rais wa Yanga alikuwa na interest sana. Mimi na Shedrack kwenda Yanga. Kwa hiyo hivyo ndio ilikuwa. Ni kweli kipindi kile niliona nukuu ulikuwa unalipwa milioni 5 mwanzoni mwa 2005 kutoka Moro kwenda Yanga. Mshahara wako. Hivyo ulivyoguna. Hapana, sijui kwa kweli. Lakini hivyo ishapita. Yaani ishapita. Kipindi hicho ukitaja mchezaji ishapita milioni 5 kipindi hicho. Bado ilikuwa sio. Kwa kipindi hicho inawezekana waliokuwa wanalipa mishahara hiyo walikuwa ni professionals. Kwa kipindi kile ilikuwa ni agharabu sana, milioni 5 per month kwa mwezi kwa wachezaji wazawa. Ilikuwa sio hivyo. Labda ilikuwa ni kuanzia milioni 3, milioni 3.5. Lakini wale waliokuwa wanatoka nje kipindi hicho akina Mwalala, ndio kina Ambani ndio sisi wanasema bwana wanachukua hiyo bwana. Hao wanachukua hiyo, lakini wazawa ilikuwa bado. Umeingia Young Africans, unaitwa timu ya taifa ya Tanzania ya Taifa Stars. Mwalimu Basilio Maximo anakuamini kama Tanzania One. Maisha yalibadilika kwa kiasi gani kwako binafsi? Actually maisha yalibadilika kwa sababu kuitwa timu ya taifa kwa mara kwanza nadhani nilikuwa nikiwa prisons. Nikiwa prisons enzi hizo akina Mshindo Msola. Lakini ndio hivi ilikuwa hatupati nafasi kwa sababu pia mentally, si ndio? Yani kulikuwa na ile perception kwamba wachezaji ni Simba na Yanga ndio wanaweza wakacheza timu ya taifa. Hata ukiangalia hesabu ya wachezaji walikuwa wanaingia Simba na Yanga walikuwa ni wengi sana. Vilabu vingine ilikuwa yani mara chache wanamchukua yule ambaye ni star, yani ni super kidogo kwenye klabu yake. Kwa hiyo nikaitwa, nilipokuja Moro United pia nikawa nimeitwa, lakini nilipokuwa Yanga alipokuja Maximo ndio akaja kufanya mabadiliko. Sawa, na niseme tu kwamba Maximo ndio alikuja kufanya transformation ya football. Kutoka kwenye local kwenda kwenye international. Kijaribu kuangalia kwa sababu alikuja na mitazamo, alikuja na malengo, timu ya taifa inavyoitwa, kwenda kambini kufanya mechi za kimataifa. Nadhani timu ya taifa kwa mara kwanza tulienda Brazil. Kwa muda mrefu. Tulikaa karibia mwezi mzima Brazil. Umeona? Kwa hiyo alikuja kufanya mabadiliko. Sawa, sasa alipokuja na ile mitazamo, sio mimi tu kucheza timu ya taifa.
si ndio? Lakini pia hata baadhi ya wachezaji ambao walikuwa wanawaita kutokana na ile mitazamo ya mashabiki wale wa Simba na Yanga kuwaita, kwa mfano akina Jerry Tegete akiwa bado mdogo, si ndio? Akina Ngasa, alafu hawachezi timu ya taifa. Kwa hiyo watu walikuwa na complaints, wanaitwa watoto, wanaitwa lakini hawachezi, kwa nini anawaacha fulani na fulani, kwa nini asiwaite? Lakini kumbe alikuwa na mtazamo kwamba baada ya miaka 2 mitatu hawa wachezaji watakuja kuwa nguzo kwa timu ya taifa, na ndivyo ndio ilivyokuwa. Lakini kwa mimi niseme ni vile vile tu, watu walikuwa wanategemea tu kwamba kama sio Simba au Yanga kutoka golikipa atakayecheza, hakuna timu nyingine. Sasa watu walikuwa wanajua kabisa golikipa namba 1 ni Juma Kaseja, golikipa namba 2 hivyo Juma Kaseja hivyo. Kwa hiyo ilikuwa ni hivyo, lakini Maximo alipokuja akafanya changing. Sawa, sasa kuwaondoa watu kwenye hiyo mentality kwamba hivyo namba 1 Juma namba 2, watu ikawa ina nani sana, lakini baadaye wakaja kuelewa kiasi kwamba mpaka sasa hivi tunakuwa tunakuwa na ule tunasema ni uelewa kwamba akicheza fulani, akicheza golikipa namba, akicheza fulani, akicheza huyu ni sawa, ni sawa. Tunaelekea kwenye dabi ya Kariakoo. Ndio miongoni mwa kashikashi ambazo naamini hutakuja kuisahau ni kashikashi iliyotokea Jamhuri mkoani Morogoro, ya Yanga kupoteza bao 1-0 mbele ya Simba Sports Club, bao la Ulimboka Mwakingwe. Baada ya pale Shadrack na wewe mkachomolewa kwenye gari, shughuli ikawa nzito. Naamini ile bado mentality ipo. Ipo sana, kwa sababu ni matukio ambayo ni agharabu kutokea kwenye career ya soka. Ni kwamba ndio mpira ulivyo. Kwa nini ikwenda kuandama wewe? Kwa sababu Moro United ulisimamisha heka. Umekuja Yanga pia, mechi hiyo ambayo ilionekana kama mpira ulipitia kwa Shadrack huku Ulimboka, Afrikaje huko mkafunga. Ni wewe tena. Ni mitazamo tu, niseme tu. Alafu unajua mashabiki, unajua story kwa mashabiki huwa zinaenea, yani kuenea kwake ni rahisi sana. Hata kama huku ndani kwa wahusika inawezekana kitu hicho hakuna. Sawa, lakini kilichotokea ni kwamba kweli ile mechi ilikuwa ni mechi ngumu sana kwa Simba na Yanga. Nadhani zilikuwa ni zile mechi za makundi kipindi hicho. Kwa hiyo tukawa tumekutana na Simba pale Morogoro. Mechi ilikuwa ni kawaida tu kwamba Shadrack amepigwa chenga, si ndio? Ikapigwa Ulimboka akapiga shuti, basi likapita uvunguni, umeona? Sasa kwa hiyo story ikawa ni Shadrack na hivyo, na kwa sababu mimi na Shadrack ni tulikuwa sana kutoka Prison Moro Yanga. Sawa, kwa hiyo maneno yakawa yameanza tu kwamba mashabiki sasa baada ya ile mechi sasa tuliwaona jana na viongozi wa Simba wamechukua hela. Ona, washachukua hela. Kwa maneno yakawa yameenea kwamba kweli tumechukua. Lakini baada ile mechi zikawa ni vurugu, sasa tunataka kupigwa na mashabiki. Wakatuambia kwamba kuna viongozi wakatuambia, shukeni kwenye gari, watu waumizeni. Tena ikiwezekana hata kambini msiende, tukua hoteli moja pale Morogoro pale. Kwa hata Morogoro pale hotelini sisi hatukwenda. Ona. Kwa tukawasha gari tukarudi Dar. Kwa kile kitendo cha kurudi Dar sasa maneno tena. Umeona? Wameenda kumalizia hela yao. Wamerudi Dar. Wamechukua mzigo. Kwa hiyo sasa kwa imezunguka. Alafu baadaye ikabidi sasa viongozi wakae kikao. Unaona zile mechi za Simba na Yanga. Yaani kipindi hicho Simba na Yanga ikifungwa timu moja wapo, kama sio viongozi wamefukuzwa, basi wachezaji wamefanya nini? Heka kwa wachezaji wamefungiwa. Kwa hiyo sasa viongozi wakakaa kikao, kaona kwamba hapa hili jambo hili ngoja tuwarushie nani? Hawa wachezaji. Si ndio? Kwa hiyo wakakaa kikao, tukapigwa miezi 6. Kwa hiyo tukajaribu kuandika barua za kuomba msamaha, lakini ikashindikana. Kwa baada ya miezi 6 tukarudi tena. Unajua ile tukio wakati hapo Rashid kuna kidogo wakati Young Africans wakati tukio limetokea, baadaye Young Africans magolikipa wakawa ni 3. Yes. Ulikopo wewe? Ndio. Ulikopo Juma? Ndio. Ulikopo na Obren Sukovic? Yes. Kutoka Serbia. Obren. Ilikopo ni vita kubwa sana. Ilikulazimu uondoke. Ni kweli. Kumkumbuka yako nzuri. Ni kweli baada ya mimi kufungiwa, si ndio?
baada ya kufungiwa kwa sababu kipindi hicho bado Maximo alikuwepo. Kwa hiyo tulipofunguliwa tu baada ya kumaliza kile kifungo straight tukaitwa tena timu ya taifa. Yaani yani leo tumemaliza kifungo. Kesho kutwa timu ya taifa inatangazwa hivyo, yumo Shedraki, yumo. Umeona bwana. Lakini bado mashabiki na wapenzi wa Yanga walikuwa bado wana kile kinyongo sikufungwa. Sawa. Kwa hiyo hata niliporudi pale Yanga nilikuwa sipati sana nafasi ya kucheza. Kwa hiyo waliokuwa wanacheza ni Msebia na Juma. Msebia na Juma Kaseja. Na Juma Kaseja. Sawa. Sasa kipindi hicho alikuwepo alikuja kocha Micho. Alikuwa St. George. Sawa, ndio. Alikuja Micho. Sasa hapana. Yes, alikuja Micho. Akiwa St. George nakumbuka ndio. Alikuja hapa Micho akakaa nadhani kama mwaka mmoja. Sawa, na mimi nikiwa pale. Baada ya hapo Micho akawa amerudi tena. Amerudi sana St. George. Sawa. Sasa baada ya kurudi, kwa hiyo nikawasiliana na yeye. Akaniambia huko pia naona hali yako si nzuri. Nataka uje Ethiopia, St. George. Kwa hiyo nitafanya utaratibu. Then kwa hiyo mimi kisa cha kutoka hapa ni Yanga ilikuwa ni kocha Micho. Then nikaenda St. George. St. George nikakaa mwaka mmoja tukacheza. Nikacheza ligi mwaka mmoja na tukachukua ubingwa nakumbuka. Mwanzo mwisho. Ya kwanza mpaka ya mwisho. Tukachukua ubingwa. Sasa pale Ethiopia ikawa kuna sheria imekuja kwamba wanahitaji kuwa na magolikipa wazawa tu. Golikipa kutoka nje ikawa imekuwa hakuna wamezuia. Kwa hiyo kulikuwa na zuio. Then mimi ndio ikawa sasa na baada ya mwaka mmoja nikarudi tena Dar es Salaam kujiunga na Africa Lyon. Watu wakaona kama vile umekwisha. Sasa shida ni moja ni kwamba unajua nabii. Yes, najua nabii hakubariki nyumbani. Kwa mfalme Zamunda. Sasa kurudi hapa wale Africa Lyon. Sawa. Mfadhili wao mkubwa alikuwa ni Mo kipindi kile. Alikuwa Mo Dewji. Sawa. Sasa baada ya kurudi tu sawa, sasa kwa sababu timu ilikuwa haifanyi vizuri, ilikuwa kwenye hatihati ya kushuka. Mimi nilipofika hapa nikaitwa, nikaenda kwa Mo. Tukakaa meza moja tukaongea, akaniambia nitafutie baadhi ya wachezaji. Nitafutie baadhi ya wachezaji. Kwa hiyo mmoja wapo ambaye nilimtafuta ilikuwa ni Vincent Barnabas. Si ndio Vincent Barnabas? Afu na kuna mchezaji mwingine ambaye nadhani nilimtafuta kipindi hicho. Tukaenda Moro United. Nani hii hapo Africa Lyon. Yes, na tukafanya vizuri. Africa Lyon haikushuka. Then baada ya mwaka mmoja miwili Mo akawa amejitoa tena pale. Kwa hiyo na sisi ndio ikawa ni nafasi ya na sisi pia kutafuta chaka lingine. Then nikaenda Bandari. Yes, lakini pale Bandari mimi kwenda ni kwa sababu kulikuwa na kocha mmoja nilikuwa naye Yanga anaitwa Razak Siwa. Alikuwa pale. Kwa hiyo kwenye football unajua ni connection. Mzunguko Kwa hiyo akaniita pale, lakini akaniambia hapa unakuja, hapa sio kama Bongo. Hatuna signing fee. Lakini kwa sababu mimi nilikuwa na malengo. Lengo langu lilikuwa ni kucheza ligi ya Kenya zile timu mbili. Gor Mahia na FC. Nikasema sasa siwezi kwenda straight pale. Kwa lazima nitafute klabu ya chini, ni perform alafu nifanye nini? Niende pale. Kwa nilipoenda pale kweli sikupewa signing fee. Nikaomba mshahara wa miezi 3. Wanipe kwa mkupuo nipate kitu cha kufanya. Bahati nzuri ilikuwa ni kwamba mnakaa kambini kwenye zile naniza za bandari, nyumba za bandari. Kwa hiyo ilikuwa ni afadhali. Kwa hiyo nikacheza pale nusu msimu miezi 6. Yes, nifanya mazoezi kweli, nilikuwa nafanya mazoezi na ile joto la Mombasa lile nini, nikafanya mazoezi mchana saa 7 mimi niko uwanjani tunajiandaa na ligi. Mechi ya kwanza, mechi ya pili, na bahati nzuri tulianza na zile timu ngumu. Tukaanza na FC Leopard, wakaja pale tukapiga goli moja. Mimi niko golini. Tukacheza mechi ya kwanza, ya pili akaja Gor Mahia pale tukatoka suluhu. Kwa sasa zikaanza tena story. Huyu golikipa wa wapi? Huyu wa Bongo. Unaona, kwa hiyo wakaanza baada ile miezi 6 ligi kusimama zikaanza simu. Timu ya kwanza ilikuwa ni FC Leopard ambao walianza kunitafuta. Yes, wakapiga simu, tukaongea nao, akamwambia njoo, nikapanda ndege nikaenda kule. Nikaongea nao,
mzigo alioweka kidogo ulikuwa hafifu. Nikamwambia mimi kwa kweli hii siwezi kuchukua kwa sababu Gor Mahia nishaongea nao, lakini nilikuwa bado sijaongea nao kwa ajili ya kupigisha shot. Kupigisha shot pale. Kwa hiyo baada ya hapo nikawapigia Gor Mahia kwamba mimi niko mjini, nije tuje tuongee. Kwa hiyo baada ya kuongea na Gor Mahia ikaonekana mzigo wao uko juu sana, mimi pale ukachola. Nikachola. Baada ya siku moja FC tena wanarudi, bwana sasa njoo. Nikamwambia mimi tayari huko nishachola. Kwa hiyo ndio kisa cha kwenda mimi kwenda Gor Mahia. Kwenda Gor Mahia. Unaamini ulozi upo katika mchezo wa soka? Yes. Uchawi upo. Kwenye soka uchawi upo. Na sio kwenye soka tu, sehemu nyingine yote. Kwa sababu hata kwa sababu mpaka kwenye vitabu. Yes, Biblia umeandika uchawi upo. Uliwahi kukutana nayo uwanjani? Hapana, nikisema kwamba uchawi upo ni kwamba watu wanafanya uchawi. Lakini siamini kwenye ule uchawi kufanya kazi. Kwa sababu unanifikirisha kwa sababu ukiniambia umesema uchawi upo na unakubali, sawa. Watu wanafanya uchawi. Kile kitaulo kile kuna ugomvi ushakuleta wewe ukiwa golini. Kuanzia Kenya ukataka kupigana kabisa. Na watu walikuwa wanasema kile kitaulo ukikitoa tu hivyo unamfunga. Na bahati mbaya kile kitaulo walivyopambana kilivyotoka ikapigwa kona kamba. Kuna mechi moja Kavumbagu alichukua kabisa kalitupa kule kwa Sasa unajua issue ya taulo tena, bahati nzuri na huwa nafurahi sana kwa sababu kuna kipindi hata Azam huwa wanatupia kwenye peji yao ile kuna kipande fulani cha kile ule ugomvi wa kile kitaulo. Sasa ile mimi nilikuwa natumia toka Kenya. Ndio unajua hiyo issue imetokea Kenya. Kenya ilikuwa hivi. Tulikuwa tunacheza mechi. Awali nilikuwa nacheza kawaida tu. Sawa, sasa zile mvua za Kenya zile nikasema ngoja nitafute mimi taulo. Sawa, niwe najifutia gloves. Kwa hiyo nilikuwa nanunua ile taulo na afu naenda nayo uwanjani. Sawa. Kubwa sana sasa. Ilikuwa ni kawaida. Ilikuwa ngoja sasa, ilikuwa ni dogo, ilikuwa size ya mwanzo, ilikuwa size ya kati. Sasa nilikuwa nikicheza mechi, kuna mechi tulikuwa tunacheza pale. Nadhani ilikuwa ni kuna mechi tulikuwa tunacheza pale. Wapi, Kenya, Tanzania? Kenya. Silianzia Kenya. Ndio. Tulikuwa tunacheza ile mechi ilikuwa ni mechi ngumu sana. Kwa hiyo nikicheza sababu ya ile mvua mimi nikawa nafuta. Si ndio nafuta tu, yani mimi nilikuwa hata sijui. Sasa kumbe wale wenzangu wakawa wanaona kama vile nafanya uchawi. Kwa hiyo wakaenda kwa refa. Sasa refa, tunataka utoe ile taulo, kwa nini nakaa pale? Si ndio? Refa akaambia ya nini? Si ndio? Ikabidi sasa mchezaji aichukue ile taulo aende akaitupe. Mimi kurudi naona hata taulo sioni. Nikasema nikaenda kwa refa. Nikamwambia refa, taulo langu ametupa. Akamwambia nani? Akamwambia nenda akachukue. Nikaenda nikachukua, yule jamaa akapewa kadi. Sawa, sasa najua hawa kumbe hawa wanaogopa taulo. Kwa hiyo nikaanza sasa zile mbwembwe tu pale, taulo kama mbwembwe tu na nini. Unaona? Ile mechi tukawa tumeshinda. Sasa kwa hiyo nikawa sasa zile mechi nyingine sasa. Sasa ile taulo ilikuwa imetrend hata kwenye vyombo vya habari Kenya. Kwa hiyo sasa zile mechi nyingine mimi pia nikawa nafanya vile. Sasa kuna mechi nyingine ambayo tulikuwa nacheza Gor Mahia na ilikuwa ni Sofapaka. Sawa, na kipindi Watoto ba Mungu. Kipindi hicho sasa Sofapaka wa moto, alafu kuna mchezaji kuna mchezaji lakini mwenyewe ni Eli Kalekwa. Kuna mchezaji tulikuwa naye Yanga. Si ndio? Nani ni John Barasa. Tulikuwa naye Yanga pale. Sasa kufika kule akasema bwana, unajua Bongo ni wachawi sana. Inawezekana hii taulo bwana kweli na uchawi. Sawa. Kwa akamwambia jamaa zake kwamba nende mkaitoe. Sasa kwenda kuitoa, story kaja ile. Si ndio? Nikaenda kwa refa akamwambia rudisha, kwa karudisha pale taulo. Kwa ikawa mimi kipigwa, mimi nimecheza, nimeenda kwenye taulo, nimefuta, nimechukua mpira. Tena naweka tena, wote wanaona kabisa. Sio kiujanja, wote wanaona. Kwa naenda pale nakwambia ile mechi ilikuwa tumesuluhu, tumeenda mpaka kwenye penalty. Sasa kwenda kwenye penalty ikawa ni vile akawafuata wachezaji wenzio. Sasa hiyo inahitaji kwanza unacheza na wale. Mimi akili yangu ikawa nacheza sasa na wapinzani. Akaenda pale kwenye penalty akasema bwana, penalty hizi msipige kwenye taulo. Kwa taulo imening'inia, msipige kwenye taulo. Sasa tumeenda kwenye penalty.
si ndio? Mimi nimekaa golini pale, sawa. Nikawa sasa kama natishia kama naenda kwenye taulo, si ndio? Yeye anapiga huko, mimi nimecheza. Kwa hiyo penalty zilikuwa hawapigi kwenye taulo, wanapiga upande huo. Kwa mimi kwangu ilikuwa ni rahisi. Unajua pale kwenye kitaulo pale kuna kibwengo, kuna uchawi. Kwa hiyo penalty ya kwanza amekosa, penalty ya pili amekosa, ya tatu akapaisha. Sasa huyo watatu akasema sasa mimi hata kwenye taulo sipigi, hata mimi naenda napiga piga. Kwa hiyo ikawa yani sasa Kenya ikawa imekuwa ni story kubwa sana taulo, kwa sababu hata baada ya mechi ile taulo nikirusha kwa mashabiki inakuwa ni ugomvi mkubwa sana, kila mtu anataka ile anataka magic towel. Anataka magic towel. Baada ya pale ukarejea Simba kucheza Yanga, alafu kuja kucheza Simba. Kuna zile imani kwamba huyu bwana sio kama wa kwetu. Kulikuwa kuna ugumu wa wewe kusajiliwa Simba sana. Ugumu ulikuwepo. Yes, ugumu ulikuwepo kwa sababu kama nilivyosema, kwanza Nabii hakubariki nyumbani, lakini pia ni kwa sababu mimi tayari nilishacheza Yanga. Kwa hiyo akajua kwamba nina zile elements za uyanga. Sawa. Sasa mpaka mimi nakuja Simba ni kwa sababu ya kocha yule nani Logalusik. Sindio? Kocha Logalusik. Kwa sababu Logalusik mpaka anakuja Simba alitokea Gor Mahia. Alitokea Gor Mahia Kenya. Kwa hiyo na Gor Mahia pia nilikuwa naye pale. Sawa, lakini Gor Mahia mimi nilikuwa sio goalkeeper namba 1. Sawa. Boniface Oluoch alikuwa alikuwa ni Onyango. Alikuwa nani anaitwa? Sio goalkeeper namba 1 ya Kenya yule. Alikuwa na ngoja jina nani? Alikuwa anaitwa ni Onyango, lakini jina la kwanza nita nani? Sasa mimi pale nilikuwa sio goalkeeper namba 1. Sawa? Alikuwa anaitwa Jerry Onyango. Si ndio? Sasa mimi mpaka nakuwa maarufu ni kwa sababu ya zile mechi za knockout. Mimi nilikuwa nacheza sana penalty. Sawa, na Kenya mashindano ya knockout yalikuwa ni mengi sana. Si ndio? Kwa hiyo mechi ilikuwa kila ikichezwa mechi pale ya knockout. Hata kama Jerry ataanza kucheza, lakini zikibaki dakika 5-10 anatoka naingia mimi. Sawa, na pale nilikuwa nachukua umaarufu ndani ya dakika 5 tu kwa sababu nimebeba kikombe. Kwa hiyo tukiingia kwenye penalty kama ni 5-5 mimi nacheza 2. Sawa, wao wameshinda zote. Hilo anakuwa nani? Anakuwa ni hivyo Mapunda. Kwa hiyo mimi pale nilikuwa ni goalkeeper ambaye nilikuwa niko special tu kwa ajili ya kucheza zile penalty. Sasa issue ya Simba. Hapa Simba ni kwamba Logalusik baada ya kuona sasa Simba pia tumekuja kwa sababu alikuja hapa kipindi hicho ndo Mtani Jembe namba 1 namba 2. Sawa. Akasema kwamba mimi na goalkeeper yuko Kenya anaitwa fulani nataka aje hapa. Sasa kile kitendo cha kuambia hivyo akasema hapana, huyu sisi tunamjua huyu Yanga sana. Akasema hapana. Kwa aliwashinikiza akasema sihitaji goalkeeper mwingine, mimi nahitaji ni sababu kocha ashasema. Si ndio? Kocha alishasema maana yake nyinyi mtafanya nini? Sasa mtakubali. Kwa hiyo kweli nikapigiwa simu, alikuja kule nani? Kipindi hicho alikuwa yule Kaburu. Kaburu nimeongea naye sana. Bwana weka mzigo, mimi nataka hivi. Sisi tuna hii, naambia mimi nataka mzigo huu. Sasa kwa sababu ya shinikizo la kocha ikabidi mzigo aweke, mimi niondoke, na kule tayari nilikuwa nishamaliza mkataba. Yes. Unakuja Simba. Kuna matukio ambayo lilikuwepo mpo kambini Afrika Kusini. Ndio. Unaumia kidole. Mwenzako Casillas anaumia ugoko. Naenda kusema mechi dhidi ya Yanga, Manyika namba 3 ndio anaenda kudaka. Nakumbuka ile mechi ilikuwa ni dhidi ya kikosi cha Maximo. Maximo wakiwa wanasajiliwa kina Jaja. Yes. Ndio. Game na hali ilikuwaje kambini? Ulikopo bench, ulikaa tu bench siku ile nakumbuka. Ambayo baada ya mechi ulienda ukakumbatia sana Manyika. Issue ilikuwa ni kwamba mechi ilisha bila. Mimi kipindi hicho nadhani nilikuwa na jeraha nilivunjika kidole. Si ndio? Nilivunjika kidole. Kwa hiyo ile mechi actually nilikuwa siwezi kucheza. Nilikuwa siwezi kucheza kwa sababu hata timu ya taifa pia nilikuwa siwezi kucheza. Si ndio? Sasa wakati wanaenda kambini Afrika Kusini kujiandaa
na hiyo dabi. Sawa, kwa sababu mimi ya maumivu mimi sikutakiwa kufanya nini? Sikutakiwa kwenda kwa sababu nilikuwa haiwezekani bado nafanya matibabu. Kwa hiyo alienda Manyika pamoja na Casillas. Alikuwa ametokea Coast Union, si ndio? Kwa hiyo kwenda kule South Africa, sawa, wakacheza mechi za majaribio. Then kuna mechi ambayo Casillas aliumia. Si ndio? Kwa hiyo akabaki golikipa mmoja tu, na kipindi hicho si unajua ilikuwa ni matumizi, walienda magolikipa wawili tu. Kwa hiyo akabaki Manyika tu, hakuna mwingine. Kwa hiyo ikabidi sasa mimi pamoja na yale maumivu, si ndio, niende South Africa kwa sababu ndio nilikuwa naenda kwenye kupona hivi. Wakasema wewe njoo tu hivyo hivyo, utakuwa unakaa bench, Manyika anacheza. Kwa hiyo ndio Casillas yuko hospitali, mimi kwenda pale South Africa kwenda kucheza zile mechi nyingine za majaribio, lakini mimi nilikuwa sicheze, anacheza Manyika. Kwa hiyo sasa kutoka kule kuja kwenye dabi alicheza Manyika. Kwa hiyo kulikuwa na kijana mdogo. Kulikuwa na kazi kubwa ya kumu-encourage, sawa, mazoezini tunavyocheza, wewe cheza tu, cheza hivi usiwe na wasiwasi. Hivyo na zile mechi nadhani zilimsaidia pia za South Africa kwenye maandalizi. Kwa hiyo actually alicheza vizuri, na ndio maana hatukuamini kwa sababu alikuwa ni kijana mdogo na hajawahi kucheza mechi kubwa. Kwa hiyo hata hizi za kawaida, hizi za mechi za kawaida ilikuwa ni mara chache, and then ameenda kucheza dabi. Kwa hiyo tulienda pale kwenda kumpa hope, si ndio, kumkumbatia, kumpa hongera na nini. Unaona hata yeye mwenyewe hata kuamini na nini zile dakika 90. Kuna mechi ambayo ya Simba na Yanga, ukiwa Yanga hutakuja kuisahau. Nikiwa Yanga na ya Simba. Na Simba. Yaani Yanga dhidi ya Simba ukiwa Yanga ambao utakuja kuisahau. Ni ile tu ya Morogoro ambayo nakumbuka kipindi hicho. Kama nilivyokupa historia ya Olimboka Mwakingo na Shedrack, kwa sababu ilikuwa ni mechi ambayo ilikuwa ni tukio ambalo yani wala hatukutegemea kwamba ingekuwa hivyo. Mashabiki wanakuja na wapiga na zinatokea, mnafungiwa miezi 6, mnapata nusu mshahara, mambo ya familia huku tena basi ni vurugu tena. Kwa hiyo inakuwa huwezi kuisahau, lakini mimi huwa nasema yani yale matukio ndio yalikuwa nakufanya mtu uwe imara sana kwenye karia soka, kwa sababu bila hivyo huwezi kuimarika hata siku moja. Mimi nataka kuna template pale itakuja, producer wetu akituwekea ile template pale, kuna timu umezicheza pale. Ndio nataka ukiziona zile timu ambazo zitawekwa hapo kwenye template, ndio uniambie ni timu ipi ndio inaweza kukupa heshima kama legend. Easy hapo. Ni timu ipi ambayo inaweza kukutemu Ivo Mapunda kama legend wa klabu yetu katika hizi timu zote hapo? Mimi niseme tu ile timu ya kwanza Young Africa. Yes, kwa sababu ukiwa Yanga katika miaka 5 tumechukua ubingwa sisi mara 4. Si ndio? Tumechukua ubingwa mara 4 nikiwa nacheza pale. Okay. Unaona sasa nadhani naweza nikasema hivyo kwa sababu kwanza katika vilabu vyote nilivyocheza, si ndio, manake ubingwa au vikombe vingi tumechukua tukiwa Yanga kipindi hicho. Sema tu kwa kipindi kile, si ndio, ilikuwa mtu kuthaminiwa inakuwa ni mara chache sana. Sawa, ni tofauti na sasa hivi kwa sababu kwanza kumbukumbu zinakuwa zipo, ukiingia tu unajua kabisa, yani haraka tu unazikutana nazo. Unakutana nazo. Sawa. Hivyo kwenye ukiwa Simba ndio dhidi ya Yanga kwenye dabi ipi ambayo unaikumbuka? Nikiwa Simba actually nakumbuka ile ya Mtani Jembe. Yes, Mtani Jembe, zile vurugu ambazo zilikuwa zimetokea kwa sababu mentality, si ndio, yani tuliwavuruga yani actually tuliwavuruga tu Yanga, ama kuwavuruga tu Yanga kwa sababu ya taulo. Sawa. Hivyo ni kweli kwamba kwenye maisha yako hujawahi kutangaza kwamba umestaafu soka? Kutangaza kwamba nimestaafu kwamba rasmi sasa nimetangaza kustaafu? Actually nilisema nikiwa Azam, baada ya Azam kumaliza ule mkataba, kuvunja ule mkataba. Kwa sababu mkataba wa Azam tulivunja, ilikuwa ni mwaka mmoja lakini miezi 6 katika miezi 6 kwa nimevunja. Sasa nikasema sasa ngoja nirudi tu
kwenye maisha mengine. Lakini kusema kwamba nitangaze kabisa kwamba sasa mimi sijui labda niandae na mechi ya nini ya kuagwa na nini, hapana. Lakini actually niseme tu nilitangaza tu. Kuna golikipa gani ambaye kwa sasa ambaye anacheza kwenye ligi unamhusudu kwenye ligi kuu ya NBC? Na kwa nini? Mmoja tu. Magolikipa katika timu katika ligi yetu, magolikipa wako wengi ambao wanacheza vizuri actually. Sawa. Kama mwalimu, si ndio? Ukiachilia mbali mchezaji, kama mwalimu. Hatutaki kama mwalimu. Si ndio? Kama wewe. Kama mimi. Ukianza mwalimu kuna kila nilia fulani unajiweka. Kama wewe. Kama wewe tuambiwa na huyu ananifurahisha. Huyu ndio kipa namba moja huyu wangu mimi. Au hata wawili basi. Kwa yani kwa lakini namba moja wewe. Wa ndani au kwenye ligi ya NBC hapa kwenye ligi ya NBC. Ligi ya NBC. Aha. Swali zito au? Sawa. Hapana, swali sio zito. Nasema hivyo kutokana na kwa sababu unajua wanasema performance ni kitu ambacho mtu anakifanya ambacho kinaonekana. Sawa. Siwezi nikasema sema baba uwanja ni wa kwako. Kwenye hii ligi sasa hivi goalkeeper ambaye anafanya vizuri ni goalkeeper wa Simba. Anafanya vizuri au ndo kipa wako namba moja? Hivyo mimi unajua kuna kipa kufanya vizuri na wako. Kwa sababu ukisema wa kwangu maana hata akifanya vibaya nitasema kwa sababu wa kwangu. Ndio sisi tunataka ni wewe utuambie huyu ndo kipa ambaye mimi naamini ndo kipa namba moja. Na kwa nini? Ndio maana unasema na kwa nini? Goalkeeper namba moja kwenye hii ligi ni Kamara. Nasema kutokana na zile numbers. Sawa, sasa hapa jamani, hapa tunaongea, mimi naongea kama mwalimu. Ndio siongei kama hivyo. Hatutaki nikisema mwalimu. Sasa nikisema Rashid nikisema hivyo basi mwache. Ongea kama mwalimu. Nikisema hivyo basi naweza basi hata nikamkumbuka Kindoki kwamba ndio golikipa wangu. Sawa, lakini nasema hivi kwa sababu tunaenda kwenye numbers. Si ndio? Unampa mtu ubora kutokana na zile numbers na performance anayo perform kwenye ligi. Si ndio? Nadhani nilikuja hapa mwaka jana, si mwaka jana nilikuja hapa. Sawa? Mwaka jana kwenye ligi ya mwaka jana, si ndio? Golikipa wa Yanga alikuwa ni bora sana. Si ndio? Diarra, naangalia performance yake, numbers zilikuwa zinambeba. Nilisema golikipa bora ni Diarra. Lakini sasa kwenye hii msimu huu nimerudi nasema ni nani hii? Pimpin, si ndio? Kamara. Kwa sababu gani? Namba zipi? Kwanza clean sheet, si ndio? Ana clean sheet 17. Ndio. Ana save. Ndio. Ana save 17. Sawa. Amecheza mechi 21. Nani huyo 25? Nani? Amecheza mechi 25 katika mechi 27 ambazo amecheza Simba. Sawa. Ana clean sheet 17, si ndio? Alafu ana save 14 ambazo save 14 zimekaa kwa muda mrefu. Sawa. Ndio namba hizo tunazungumzia. Sawa. Na ni sawa, nakubaliana na nyie. Ndio hizo namba zinakubaliana na nyie, lakini siangalii tu kwamba sasa ni ligi, lakini unaangalia current. Sawa, tunaangalia current kwamba hata international matches, si ndio? Tunaona ni namna gani ambavyo amekuwa ni goalkeeper ambaye ameisaidia timu yake. Nadhani mpaka kwenye zile statistics za nani hii za ana mechi 40 na ana mechi 43. Sawa, nadhani ni goalkeeper si namba ngapi? Namba 1 au namba 2 kwenye saves kwenye hii nani hii kwenye Confederation, si ndio? Kwa hiyo niseme tu kwamba mimi namweka namba 1 kutokana na zile numbers, si ndio? Sawa, numbers zake kwenye klabu yake, lakini kwenye international, kwenye local na international. Utofauti wa Diarra na Pimpin ni nini? Wewe ni golikipa mkongwe, mzoefu. Tofauti yao ipo, sio kubwa sana. Sawa, kwa sababu kwenye goalkeeping sawa kuna sehemu tunasema ana weakness, si ndio? Lakini kuna mwingine ana stronghold, si ndio? Sawa, sasa kila mtu ana vitu hivyo. Kujaribu kumwangalia kimwangalia Diarra, kitu cha kwanza Diarra yani ana weakness yake ndogo sana, lakini kwenye modern goalkeeping tunaona kabisa kwamba ukijaribu kuangalia footwork yake mguuni, si ndio? Ni namna gani ana manage goli lake, si ndio? Ni namna gani anakuwa golini, anakuwa ni serious, namna gani anaisaidia vipi timu yake. Sawa, tunaangalia kwa ligi ya mwaka jana jinsi alivyokuwa anafanya, lakini akikaa golini unajua kabisa
pale kuna goalkeeper. Sawa, in terms of sawa, footwork, si ndio? Kuanzisha mashambulizi, si ndio? Namna gani anafanya saves, lakini pia ana some mistakes za kwake ambazo tulikuwa tunaziona. Unaona zile goli za mbali anaweza akafungwa, lakini ile ni hatusemi kwamba ile ni kosa ambalo linaweza likamuondolea ubora wake. Sawa, bado atazidi kuwa bora, lakini anachotakiwa ni kufanya nini? Ni kupunguza yale makosa, si ndio? Lakini kwa Kamara pia, si ndio? Kwa Kamara pia naye ana nani zake, ana weakness zake na ana ubora wake, si ndio? Kamara pia chini yuko vizuri, si ndio? Chini yuko vizuri, hata zile distribution, labda mipira ya mbali kupiga, mashambulizi anafanya vizuri, lakini wanatofautiana kidogo sana. Unaona kabisa kwamba Diarra kidogo yuko juu kidogo ya Kamara. Sasa Msumi aliuliza swali hapa. Ndio. Alituuliza sisi wachambuzi tulikuwa naye hapa kwenye site. Msumi. Wana Msumi hapa. Ndio. Alituuliza hivi. Mimi nataka wewe utujibu sasa. Haya. Inawezekana sisi majibu yetu hakulizika nayo Mkulungwa. Goalkeeper bora kwako. Ndio. Umepewa pale kamati ya tuzo. Ndio. Bwana tupe goalkeeper bora wa msimu. Ndio. Na vigezo ni viwili. Sawa. Ni save au clean sheet. Wewe goalkeeper bora kwako ni yupi kati ya kwa kitu gani? Unatamani goalkeeper apimwe na nini? Na clean sheet au ama saves anazozifanya? Mimi nitampima goalkeeper kwa saves. Kwa nini? Kwa sababu clean sheet, si ndio? Clean sheet ni sio ya goalkeeper, ni ya timu nzima. Sawa, clean sheet inapatikana sawa ukiwa na defenders wazuri, si ndio? Ni kwamba una defenders wazuri, si ndio? Una timu nzuri mle ndani, wanacheza vipi? Sawa. Ukianzia upande wa striking, manake watakuwa wanafanya marking, si ndio? Ikija kwenye zoni ya katikati, si ndio? Middle wanafanya marking, kuja kwa defenders wanafanya marking. Obviously goalkeeper utakuwa ni safe. Sawa, yani utakuwa uko salama. Si ndio? Lakini clean sheet mimi naichukua sio kwa goalkeeper. Si ndio? Sio kwa goalkeeper kwamba ile ni team. Sawa, ile ni teamwork. Wamefanya kwamba wamemark vizuri na hatujafungwa. Sawa? Lakini ukienda kwenye saves ni kwamba unaweza ukawa na ukuta ambao sio mzuri. Kipa unacheza. Yaani kipa pale mwanangu, wale mabeki walishapotea, lakini kipa 1 against 1, 2 au 3. Si ndio? Umecheza. Lazima utakuwa kipa bora. Kwa hiyo to be a good goalkeeper sio in terms of clean sheet. Kwa hiyo ni issue ya saves. Issue ya saves. Umesave kwenye mazingira ambayo kabisa umeibeba timu kwamba sasa hii timu hapa kipa ndio katubeba. Sasa nitakuongezea swali hapo Msumi. Kwa kumalizia, maana muda wetu umetutuka mkono. Swali hapo. Umesema ni save, si ndio? Ndio. Mimi nakupa takwimu za sasa hivi. Ndio. Si ndio? Kutokana na hicho ambacho umesema, alafu niambie wewe nani unampa kuwa goalkeeper bora wa msimu huu? Sawa. Kwenye save kipa namba 1 ni Yona Amos. Yona Amos wa Pamba ana save 66. Ndio. Kipa namba 2 ni Chalamanda. Ana save 53 kitu kama hicho. Ndio. Kipa namba 4 ni Muntari wa Mashujaa. Kipa namba 5 sawa. Mimi ngoja kwenye clean sheet. Ngoja sasa. Sawa, mimi kwa dakika chache sana. Sawa. Nasema hivyo kwa sababu gani? Yani tuseme tunachukua ile general, si ndio? Yani general performance. Sawa. General performance hatuwezi tukisema kwamba tuchukue saves tu. Hapana, lakini tunachukua kwamba na mambo mengine ni mzuri namna gani, si ndio? Kama nilivyosema kwamba Pimpi na Diarra, si ndio? Wanatofautiana kitu kidogo, lakini wanaenda sawa, lakini wanatofautiana kwenye vitu vichache. Si ndio bwana? Ikiwemo sasa hizo footwork sijui na nini pamoja na saves. Sawa, lakini huwezi kumfananisha goalkeeper labda wa daraja fulani, si ndio? Kwa sababu amecheza saves nyingi, lakini yeye kwenye cross ni mbovu, si ndio? Sawa, kwenye footwork sio mzuri. Sawa, utampeje kuwa goalkeeper bora? Si ndio? Kwa hiyo tuna generalize kwamba anafanya vitu vyote vizuri, lakini tukiangalia hivi vitu viwili, si ndio? Saves na clean sheet. Unaona kabisa kwamba either Diarra yuko ni mzuri kwenye clean sheet yuko vizuri, sawa, au pin. Sawa, hivyo vitu ni vingi sana.
Tafute muda mrefu. Tutafuta muda mwingine na kwanza kukizungumza hivi. Kwa uchache Songea vipi? Songea kwanza, kitu cha kwanza mimi sijakuwepo kwenye kikao chenu. Sawa. Hamjua hiyo. Kitu cha kwanza lazima kwanza niwashukuru sana Wanasongea. Si ndio? Niwashukuru sana Wanasongea. Lakini nimshukuru sana kipindi hicho alikuwa waziri wa michezo. Mheshimiwa Damas Ndumbaro kipindi hicho, wakati mimi ndio kocha mkuu, kwa sababu kwanza aliniamini, alinipa heshima kuiongoza ile timu ya Songea United. Si ndio? Sasa haya mambo mengine ya nyuma ya pazia ambayo yametokea nadhani yapo kwenye soka. Kikubwa ambacho mimi ninamshukuru sana Wanasongea na waziri Ndumbaro. Kwa mara ya kwanza yani alinipa heshima ya kuwa kocha mkuu kwenye klabu ya championship ambayo niliongoza nadhani mpaka raundi ya kwanza, karibia mechi 10 na tuko nafasi namba 4. Lakini baada ya kuondoka nikawa na timu kidogo inashukuru, nilikuwa najivunia nilichokifanya. Lakini mpaka sasa hivi klabu imekuwa nafasi ambayo si nzuri, nadhani sasa wanajipanga. Lakini kwa haya mambo mengine, unajua mambo ya soka, si ndio? Unaingia mwingine, unajua soka kama kiti cha daladala, si ndio? Akitoka huyu mwingine anaingia. Lakini all ni kwamba lengo lilikuwa ni moja tu, kuiweka sehemu fulani timu yetu ya Songea United. Sawa, shukrani sana Ivo Philip Mapunda.